katika kitabu cha Ufunuo. Na kwa hivyo kila Jumapili kuanzia sasa tutaendelea kujifunza kutokana na makanisa mbalimbali yaliyo katika kitabu cha Ufunuo, yale makanisa 7. Na haya makanisa 7 yanatukumbusha mambo kadhaa. Jambo la kwanza, yanatukumbusha kwamba Mungu angali anatazama kanisa lake. God is still watching over his church. God watches over his church. Mungu anapenda kanisa lake na Mungu analitazama kanisa lake. Na kwa hivyo hata sisi Kariobangi, Mungu ako na haja na sisi, macho ya Mungu yako juu yetu. Jambo la pili tunakumbushwa na haya makanisa ni kwamba God has an ultimate plan for the church. God has an ultimate plan for her. Mungu ako na mpango na kusudi maalumu juu ya kanisa lake. So unless kanisa litake kujiongoza, already muongozo ushapeana na Mungu aliye na mpango, aliye na makusudi mema kuhusu kanisa lake. Jambo la tatu tunafunza nayo makanisa is that kama sisi wa Kristo tunafaa tukukaa tukijiangalia vizuri ili tusiendelee kwa safari na tupotoke njiani. We need to watch ourselves. We need to examine ourselves continuously so that we do not fall off along the way. Maana haya makanisa yalijihisi kwamba yako sawa. Ni makanisa mengine makubwa, mengine ya kifahari, mengine yenye mali. Walijihisi kwamba wako sawa hadi walipoandikiwa barua na kuonyeshwa makosa yao. So we should not imagine that things are just okay. We need to examine ourselves continuously ili tujue kama tungali kwenye njia ambayo inayofaa. Kanisa pia tunakumbushwa kwamba kanisa limeitwa liwe aminifu hadi mwisho. So the church has been called to remain faithful to the end, hadi mwisho wa dahari. Na tunasoma hapo hata katika Ufunuo 2:10 hapo, taona mtapata mateso, mtasongwa na mambo, lakini iweni waaminifu hadi mwisho. Lazima tuwe waaminifu hadi mwisho. Kanisa halijaitwa kuachia kazi katikati, limeitwa kumaliza mwendo na kumaliza kwa uaminifu.